mambo yanayoharibu maisha yako, mambo yanayoshambulia maisha yako, mambo yanayozuia maisha yako yasiende ni mambo matatu. Anasema katika Efeso 6:12, kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali juu ya falme namba moja na mamlaka namba mbili, nguvu za giza. Maana yake kila unapoishi kuna ufalme wa mahali hapo. Ndio maana kuna sehemu unaweza ukalima mahindi usivune mpaka uongee na mzee fulani. Ukiishi hapa duniani kama mtalii, kwa sababu mtalii ni mtu kaja kupumzika, anataka kushangaa shangaa. Sasa na wewe maisha umeyasahau na unataka kuishi kama mtalii, basi wala wanatumia muda wako huwa utalii, watakuzururisha, utatembea kila sehemu. Fanya maisha yako yale unavyotaka. Ukipoteza ramani ya maisha, watu watakuingiza kwenye ramani zao, na kama kuna mtu anayetisha kwenye dunia ni yule aliyepoteza ramani. Nisikilize, kama kuna mtu hatari hapa duniani ambaye unatakiwa umkwepe au ukae naye mbali, ni mtu aliyepoteza ramani ya maisha yake. Kwa sababu kama amepoteza ramani ya maisha yake, je, atashindaje kumpotezea kwako? Kama mtu amepoteza ramani ya maisha yake, ya kwako wewe itamsaidia nini? Ukipoteza ramani ya maisha yako, watu watakulazimisha kuishi kwenye ramani ya maisha yao. Na ramani ya maisha yako inaambatana na muda Mungu aliyokupa. Namna gani unatumia muda wako na unautumia kwa kazi gani? Kuna kumtumikia Mungu, kuna kutumikia familia, kuna kufanya kazi, kuna kupumzika. Hayo mambo andika na uyaishi: Mungu, familia, kazi, mapumziko. Unaweza ukacheleweshwa kimasomo, unaweza ukacheleweshwa kuolewa au kuoa, unaweza ukacheleweshwa kupata mtoto, unaweza ukacheleweshwa kufanya biashara, unaweza ukacheleweshwa kihuduma, unaweza ukacheleweshwa kupandishwa cheo kazini. Kuna watu unashangaa eti wamebakiza wiki moja kustaafu, wanapandishwa cheo. Ni mwalimu amefanya kazi miaka 30, amebakiza miezi miwili au mwaka mmoja, wanakupandisha cheo hili wewe. Kama cheo mnachonipandisha mimi baada ya kuzeeka kilinistahili, kwa nini hamkunipa nikiwa kijana ili nipate pesa nyingi nifanye maendeleo yangu? Kwa hiyo kumbe nilistahili kupandishwa cheo muda mrefu. Shetani akashika muda wangu mpaka nimezeeka ndio napanda cheo. Mwambie Mungu, nataka kupanda cheo nikiwa kijana. Kuna mtu anacheleweshwa kufanya biashara kwa sababu ya kubadilisha biashara, mara hii mara ile mara. Fanya biashara moja kwa muda mrefu, itakupa uzoefu na faida, kwa sababu utakuwa umeshajua changamoto. Acha kubadilisha mara viatu mara nini M-Pesa. Fanya biashara moja. Muda wako umeshikwa wapi? Kuna wengine muda wao umeshikwa kwenye magonjwa. Kila ukiamka unaumwa, mara kiuno, mara mgongo, mara kichwa, mara nini, mara unaumwa. Mwambie Bwana, kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Haya magonjwa sio sehemu yangu, toka ndani yangu. Nataka nitumikie Bwana, nataka nifanye kusudi la Mungu, nataka muda wangu niutumie. Sitaki kuona mtu analalamika, ningekuwa kijana ningehubiri kweli, ningekuwa kijana ningemtumikia Mungu. Ulikuwa wapi? Usipomtumikia Mungu utamtumikia shetani. Daudi alipoacha kwenda vitani, alipewa kazi. Akaambiwa, umeona dada mzuri anaoga, mchukue unamweza. Na ni mke wa mtu. Akamchukua. Usipofanya kitu sahihi sasa hivi, shetani atakupa kitu ambacho sio sahihi. Tumia muda wako. Tumia muda wako. Acha kucheza na dunia. Acha kuwa mtalii kwenye dunia. Usikubali kutalii. Kataa utalii.